You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for the God. Jesus, you know they use me play. Kwa ajili ya Januari, kwa ajili ya Februari, kwa ajili ya mwezi ujao, kwa matendo yake makuu, kwa wema wake, kwa fadhili zake. Mwambie asante sana. Mshukuru Bwana kwa kila jambo. Mwambie asante kwa neno lake ambalo limewahi kuja kuamsha katika miezi hii michache. Mwambie asante kwa ajili ya karama, vipawa. Mshukuru Bwana kwa ajili ya Roho wake Mtakatifu. Mshukuru Bwana kwa ajili ya utendaji kazi wa malaika zake pamoja nasi na kwetu. Malaika wake watakatifu, mwambie asante kwa ajili ya viumbe mtakatifu kutuhudumia. Mwambie asante kwa ajili ya uumbaji wake. Mwambie asante kwa upendeleo wake, kwa kibali ambacho amekupa, kwa maarifa, kwa ufahamu katika neema yake ya wokovu. Mwambie asante kwa ajili ya familia yako. Uwe na kitu cha kumwambia asante, usisahau kumwambia asante. Mshukuru Bwana kwa kila jambo, kwa ajili ya nywele zako, kwa ajili ya viungo vya mwili wako, kwa ajili ya mwili wako, kwa ajili ya nyama ya mwili wako, kwa ajili ya mifupa yako. Maana sisi tu mwili wake, nyama ya nyama yake, mifupa ya mifupa yake. Sisi tu viungo vya mwili wake. Mshukuru kwa kuwa wewe ni kiungo cha mwili wake. Hakuna kinachoweza kugusa kiungo cha mwili wake. Wewe ni nyama ya nyama yake, mifupa ya mifupa yake. Sasa na Efeso 5 sasa mstari wa 30. Shalom barabakushati Musa. Neema yake ambayo ametupa katika dunia hii, anaanzisha na kutimiza, yani Alfa na Omega. Mwambie asante kwa matendo yake makuu maishani mwako. Mwambie asante kwa ajili ya ile nyumba. Mwambie asante kwa ile gari. Mwambie asante kwa ile biashara. Mwambie asante kwa ile uzao wako. Mwambie asante kwa matendo yake makuu katika dunia hii, ulinzi wake. Mwambie asante kwa afya njema moja. Lita paradele mosikia kaidaraboshike. Lebo bobo shike ribaba mande rililililoshe. Uibidiwe mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Matendo yako ni ajabu, fadhili zako ni ajabu. Wema wako na rehema zako kwetu ni za milele. Uyatendayo yazidi akili, yazidi kukadirikika, yazidi kupimika. Alabushekeribu sana, yazidi upeo wetu. Wewe ufanye mambo kuliko tuwezavyo. Utukuzwe wewe, ushukuriwe wewe siku ya leo. Wewe ufanye kazi, wewe utendaye kazi kubwa.
kuliko tuombavyo, tuwazavyo. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Litukuzwe jina lako, litukuzwe jina lako katika kanisa na kwa kila mmoja mmoja. Liko paradere bosi keriba kota lebobu shaka lebo kosaya. Ligo koshaka ni wewe umetulinda, adui zetu wangetumaliza. Laka taradere bobu boshiki. Yako mengi yamekuwa ulimwengu, lakini sisi umetulinda. Damu yako inanena mema juu yetu. Mwambie asante kwa ajili ya damu yake, damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo. Lesho telezavure mama. Ala baba bashete. Libo sheke ribo bubu sheke ribo bubu sana. Mwambie asante kwa wema wake. Mwambie asante kwa kufungua macho yako ya roho. Mwambie asante kwa neno lake, kwa kuwa unapenda. Umetoka mautini mwingi uzimani kwa kuwa unapenda Mungu. Mwambie asante kwa pendo lake. Huwezi ukashikilia mtu yoyote tena. Unaenenda katika pendo. Rabaka telebo mungu sheke ribo sana. Unaishi kwa pendo lake. Unanena kwa pendo lake, unawaza kwa pendo lake, maana kwa pendo lake amekuita kwa mwanae ni mdimu. Na kwa pendo lake unaongozwa. Mungu ni pendo, Mungu ni roho, unaongozwa na pendo, unaongozwa na roho na wanamu. Uba sharababa seketele saka libosa. Mwambie asante kwa upendo, mwambie asante kwa kupenda. Na unapenda. Unapenda watu, unapenda ubaji wake, unapenda unachokipenda. Mwambie asante kwa fursa, asante kwa neema hii. Asante kwa kuzuia mguu wako usitende dhambi. Mwambie asante kwa kuzuia miguu yangu usitende dhambi. Asante kwa kuweka ajabu katika kinywa changu nisije nikanena yasiyopaswa. Asante kwa kuzungua masikio yangu na kufungua macho yangu nione, nataka nione, niyasikie, nataka nisikie. Asante kwa kuniweka katika kusanyiko sahihi kwa wakati sahihi, kwa jambo sahihi, kwa matokeo sahihi. Lobo sheterebo koseke terebo maseke ribo sana. Asante kwa uwezo wako Bwana. Asante kwa roho wako. Asante kwa kunijumlisha na kunifundisha na kunikujua. Asante kwa amani ambayo umenipa. Asante kwa amani ambayo umenipa. Asante kwa amani ambayo umenipa. Libo koshatara maseke ribo kosaya. Ribo sheke ribo sana. Siku ya leo tumekusanyika mahali hapa kwa sababu yako, kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima milele. Mshukuru Bwana kwa sababu jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima milele. Hilo ndilo la muhimu kuliko vitu vyote. Mwambie asante kwa kuwa jina langu liliandikwa katika kitabu chako cha uzima milele, na litakaa lifutike kama. Mwambie asante, mshukuru kwa kuwa jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima milele. Kara mose ketere bubu shika. Ribo seke tere bubu saa. Ribo kosheke ribo kosaa. Mwambie asante kwa ajili ya maagizo yako. Mwambie napenda maagizo yako kwa kuwa yanatia hekima kuliko adui zangu. Asante kwa ajili ya maagizo yako. Asante kwa ajili ya sheria yako. Neno lako nalipenda mno ajabu. Lika terebo seke ribo kosaa. Mwadhimishe, mshukuru kwa ajili ya ibada hii. Mtukuze kwa ajili ya sasa na maisha ya baadaye. Mshukuru kwa ajili ya uzima uliyate. Mwambie asante, maana una mwingine, ni yeye peke yake. Ni yeye anayekuinua. Labo sheke ribo kosa. Sheria yako naipenda mno ajabu. Ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako kunitia hekima kuliko adui zangu. Kwa maana ninayo siku zote. Ninayo akili kuliko wanafunzi wangu wote. Maana shida zako ndizo nizifikirizo. Lebo sheke ribo kosa. Ninaofahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Lebo kosheke ribo kosa. Nimeipusha mguu wangu, nimeipusha miguu yangu.
kila njia mbaya ili nilitii neno lako. Viko poroma sekerimu saa vigo koshekari baba mama. Sitajiepusha na hukumu zako, maana wewe mwenyewe umenifundisha Bwana. Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Ligo kotaraba huruma sana. Kwa mausia yako najipatia ufahamu. Ndio maana nachukia kila njia ya uongo, na uongo utasimama mbele zangu milele. Leto roboto rodera nilebubusha. Asante kwa nuru yako inaangaza jinsi kinga ufalme inatuangazia. Neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia zangu. Sitakaa nipotee kamwe, maana wewe Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu, ndiye nuru ya uzima. Wewe ndiwe nuru ya uzima ya ulimwengu, na kila kufuataye wewe ataenda gizani kamwe. Sitakaa niende gizani kamwe, jinsi kinga ufalme itaenda gizani kamwe, ufalme yangu itaenda gizani kamwe. Nakushukuru kwa kunishirikisha nuru ya uzima yako Yesu Kristo. Asante kwa kunishirikisha uungu wako. Raba katari Musa. Pokea utukufu, pokea sifa, heshima sasa na milele. Amen. Pigie Yesu makofi na shangwe. Hizo zitoshi. Hausikiki. Hallelujah. Amen. Tukae. Inaonekana miaka ni mingi sana, lakini miaka 13 kuanzia mwaka huu 2025. Ndani ya hiyo miaka jambo lolote laweza kutokea. Inawezekana safari ya kwanza na ya pili ikatimia. Uhubiri wewe usihubiri, injili inafika kila sehemu mwaka huu, kwa sababu Roho wa Mungu amesimama katika dunia yote, na malaika wa injili asimamaye katika anga na ardhi anatangazia kila mtu kwamba muda ni mfupi, sawasawa na ile na Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7, kumcha Bwana na kumsujudia, kwa sababu muda ni mfupi sana, na watu wengi waelewi hilo. Kwa mwaka 2025 hii injili inafika kila sehemu, na injili ya ufalme ishafika kila sehemu, maana yake ndio mwisho. Lakini haimaanishi kwamba sasa unyakuo unaanza sasa yote ni unyakuo. Mwangalie jina yako, muda ni mfupi sana. Unajua Nuhu pia alijenga safina ndani ya miaka 5. Safina ilijengwa ndani ya miaka mingapi? 5. Lakini Nuhu alihubiri miaka 120. Wengine waliokoka kabisa wakamfuata. Lakini siku mvua imeanza kunyesha, wote hawakuingia kwenye safina isipokuwa Nuhu peke yake. Na kwa sababu alikuwa na kibali mbele za Mungu, familia yake ilitakiwa pia ingie kwa sababu ya Nuhu, sio kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Tunaeleweka? Maana baada ya kutoka tunaona Jafet na Shem wameambatana baba yao, lakini Ham na mama yake hakuna kitu. Sinaeleweka vizuri hapo? Lakini mula huu ni kila mtu atasimama mbele za Kristo. Kwa tuna miaka michache au tuna muda mchache. Ni kweli saa tuijui na siku tuijui, lakini tunaweza kujua kwa sababu Israeli ndiye majira ya Mungu katika dunia kufanya kila kitu. Na majira ya Israeli kuokolewa yamewadia, sawa sana Rumi 11. Waisraeli wote wataokolewa. Na Donald Trump tunamuona ni trumpeta ya mwisho, ni dalili, ni ishara ya mwisho. Roho ya Koreshi iko ndani yake kwamba kila mtu apate kumcha Mungu. Kwa anatetea wale walio wa Yesu Kristo dunia nzima. Sinaongea msaidi. Amen.
Na tunaona Gaza kule Israeli wameshaandaa kujenga jengo ambalo Solomon alijenga mara ya kwanza, likajengwa wakati wa Koreshi mara ya pili. Na sasa inaenda kujengwa kwa mara ya tatu wakati wa Donald Trump au baada yake. Lakini linaenda kujengwa. Mnapoona hivyo, maana yake mkataba wa amani kati ya Israeli na Palestina unaenda kuwekwa. Wana wa Amori ambao Mungu amekusudia kuangamiza. Unaweza kuita wana wa Esau. Lakini tuna wana wa Maleki ambao tunatakiwa tuwashughulikie dakika chache. Amen. Kwa muda ni mfupi. Mwangalie jina yako, acha michezo na dhambi. Kuna wanawali 10 wote walijua muda wa kuja kwake bwana harusi. Kwa hivyo watu wasidanganyike kwamba hawatajua. Watu watajua muda wa kuja kwake bwana harusi. Kama muda hujui, saa hujui na siku, lakini watajisogeza karibu, watajiandaa, kwa sababu majira yataonyesha anakuja bwana harusi. Hata kama hawajui tarehe, hawajui saa, hawajui mwezi, lakini kuna kitu ndani yao kwa sababu ya maandalizi itawasukuma langoni wawe karibu na lango, ili bwana harusi anapoingia wapate kuingia pamoja na yeye. Mathayo 25, si ndio? Lakini wote walikuwa ni wanawali wamejilinda kabisa wasifanye dhambi. Walikuwa ni bikira. Wote walikuwa na taa. Wote taa zao zilikuwa na mafuta zinawaka. Wote walikuwa pamoja wakisubiria bwana harusi. Lakini bwana harusi alichelewa kidogo tu. Mafuta yakapungua kwa wale ambao hawakujiandaa sawa sawa. Na itakuja ghafla. Kama mwizi asipoandika barua anakuja kukuibia. Atakuja ghafla. Ghafla. Kwa kila kitu kinaonyesha anakuja. Kila kitu pia kinaonyesha unyakuo upo. Mwambie jirani yako, usicheze na dhambi. Usicheze na choyo. Choyo itafanya watu waache Yesu nyakati hizi. Choyo, sema choyo. Choyo ni nini? Kupenda fedha, ambayo ni chimbuko la mabaya yote. Kwa unapenda pesa kuliko utu na kuliko ibada. Na zitafuta pesa, natafuta maisha. Naongea na watu hapa. Watu watakuwa na kiburi na jeuri na kila namna. Watu watapenda starehe za dunia hii kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu na wakati wa Sodoma na Gomora. Watu walikuwa wanapenda starehe, wanaalikwa. Kwa wakaalikwa siku ile wakaenda piga msosi, na watu wanaolewa na kuoa, watu wanunua vitu. Yesu anataka kuendelea kufanya biashara zao kama kawaida. Lakini ujue saa inakuja. Wokovu wote, sadaka zote, kufunga na kuomba, kila kitu ni kwa ajili ya unyakuo. Na siku hiyo isije kuta mtu kama mke wa Lutu. Waliambiwa wote aondoka, na aliondoka, lakini njiani akabaki. Kumbuka wale wanawali 5 wapumbavu. Walitaka waongezee mafuta na wenzao. Akasema kuna kitu kama hicho, katafuteni. Je, akija akichelewa zaidi ndio tutoke kwenda kutafuta, alafu anapokuja tusipatikane. Nendeni mkatafute. Kwa kuna usembe wale walifanya. Zingatia sana. Anaweza kawahi, anaweza kachelewa. Lakini amesema tuangalie dalili zote, na chochote kinachoweza kutuondoa katika kunyakuliwa tuombe. Inaeleka hapo. Na Waisraeli pia amewaonya isiyo wakati wa baridi kwao. Wakati sisi tupo, Israeli ndipo itaokolewa, neema itarudi ilikotoka. Maana wokovu umeanza kwa Wayahudi, imetoka kwa Wayahudi. Ngoja niwasomee hapa. Kwa hivyo ilibidi Yerusalemu iangamizwe ili sisi tuokolewe. Sasa neema ikishaisha kwetu kwa mataifa, Israeli itaokolewa wote. Inaeleweka? Luka ile 21. Ni vizuri na wakumbusha tu, ndivyo ninavyosikia ndani yangu. Tuangalie mstari wa 24. Wataanguka
kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Ani wa Israeli pamoja na watakatifu wote. Unakumbuka walianza baada ya pale hakuna cha uliyookoka sio okoka, Wayahudi walitawanywa wote, si ndio? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaelewa hilo. Wakaenda, kwa hivyo wakawa hawana taifa. Alafu anasema na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa. Yerusalemu ilikuja ikafutiliwa mbali na ile jengo la hekalu. Akasema aje? Hata majira ya mataifa yatakapotimia. Majira ya nani? Majira ya mataifa imeshatimia. Kile ofisini kwangu pale utaona kwenye ukuta nimeandika 2016. Kuna kitu nilikiona kuhusu nyakuo. Niliona wahubiri wakubwa sana ambao wamevuma sana. Sio wote lakini wachache. Upako ulipoisha ilibidi wakazane waonyeshe kwamba bado wana upako. Kwa hiyo wakaacha njia ya Yesu wakaingia njia nyingine kwa sababu pesa inatakiwa iendelee na jina linatakiwa liendelee, hawakutubu. Kwa hivyo wakawa wana wa ibilisi, wakaingia katika sura ya mpinga Kristo lakini wanajiita wa Kristo Yesu. Yale ambayo mpinga Kristo anayafanya, kuuza vifaa vya upako, nao wakawa wanauza. Sinaeleka? Yale hali ya mpinga Kristo yani ile dhehebu, hizo dini za hiyo dini au dhehebu la mpinga Kristo halina muda na roho yako, ina muda na pesa yako. Mtu wako akifa hawatazika bila hujalipa malipo ya kule nyuma. Sinaongea tu wako kwa ajili ya hela. Lakini sisi naongea hapa tulioshuka kutoka juu, ambaye wa juu yuko ndani yetu, tunanena yale ya juu, yale ya Mungu. Mnadhani sisi ndio sio sahihi kwa sababu wao wamefundisha kisicho sahihi. Hawatakuokoa. Umezaliwa kwenye dhehebu hili linaloitwa la Kristo lakini sio la Kristo. Yesu analiita mwanamke mchawi kwa sababu kila kitu wanachokifanya ni kinyume cha Kristo. Kristo amefufuka watu wawe na nini? Na uzima. Amekuja wawe na uzima kisha wanao tele, lakini anasema abudu wafu. Nenda makaburini. Kuna vitu vinavyoabudiwa visivyojulikana. Sina maana sahihi? Amen. Lakini watu wamengangania na hii Biblia waiangalie. Kwa wale pia wamechukua hayo namna ya kuvaa. Unajua kuna yale mavazi yanotisha na fimbo, watu wakiona wanaheshimu, si ndio? Walikuwa katika wakati wa Yesu. Na walikuwa wanataka heshima ya watu na sio heshima ya Mungu. Ndio maana hata Nicodemus aliokoka lakini hakutaka kujionyesha kwa sababu alikuwa anaogopa heshima yake isijekavunjika, nafasi yake katika Wayahudi. Inaeleka bila. Kwa ndio maana Yesu anasema usipomkiri hadharani mbele ya watu na hata kukiri mbele ya Baba, maana yake jina lako linafutwa. Kwa ukienda kwa shuhudia watu kama hao wameshaambia hivi na nyinyi mmeokoka, mkija kuambia na nyinyi muulize umeokokaje? Umebatizwa kwa Roho Mtakatifu? Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio ubatizo wa maji. Wengine wanasali siku, wanafikiri hiyo siku ni itakao kwa hakuna. Aliyebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Maana Yohana alibatizwa kwa maji, hiyo ni toba. Lakini sasa ugeuzwe uwe wa Yesu Kristo, mtakiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Matendo ya Mitume 19 Paulo anawauliza wale, nyinyi mlipoamini mlibatizwa kwa ubatizo gani? Kwa nini anauliza ubatizo huo? Kulikuwa na mabatizo mengi mpaka wakasema wa Yohana. Anasema wa Yohana ilikuwa kutazamisha Yesu anayekuja atakayebatiza kwa moto na kwa Roho. Sasa mzee na kulipoamini ulibatizwa kwa ubatizo gani? Inawezekana ni changamoto hii. Inaeleka bila. Ni kitu muhimu sana. Kwa niliona nikiwa sehemu, nikiwa mahali ambapo huonyesha matukio ya mbingu, niliona mbingu zimefunguka. Nikaona wingu au watu wanashuka. Nikajua Bwana anakuja na kulikuwa na kelele. Nikasema Bwana anafanyaje? Anakuja. Ndipo yule aliyesimama na mimi akaniambia tulia. Angalia kwa makini kwa sababu kuna unyakuo mbili.
Asema unyakuo kwanza watu watakuwa wapo, wataondoka kabla ya Bwana kuja. Ya pili, Bwana atakuja, wote watamuona mawinguni. Wote mpaka waliokufa watafufuka. Wema na wabaya watamuona mpaka waliomsulubisha. Asema la kwanza ni kwenda kwa ajili ya sherehe miaka 7. Si mnanielewa vile? Nikatulia, akasema tulia uangalie, nikaangalia. Ghafla nikamwona ni Ibilisi. Na wahubiri wakubwa sana wanafanya mambo ya ajabu sana. Kwa wachungaji wanawakamua sana. Hawaruhusu wachungaji wainuke waweze kuhubiri injili, ni kwa ajili ya pesa. Wao kwaje kukamua, sema kukamua. Yaani ukipelewa kituo fulani na huduma au kanisa fulani, yaani wewe uko pale kwa ajili ya kukamuliwa. Watu sio wa kwako, wala ingawa hata nyinyi sio wa kwangu wa Yesu, lakini umeshakuwa wa kwangu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanakamuliwa na wana cha kufanya. Wakiona watu wanataka kuwa wengi mnachangamka, unabadilishwa kituo kile kibaya kwa jina maaskofu. Umesikia kila mtu sasa hivi ni askofu. Ile mitume na nabii inafutwa kwa sababu wanaingia kwenye serikali na dini. Kwa lazima uendane na Roman Catholic. Anachotaka. Kwa hiyo walikuja na ile mtindo hujasoma sijui nini, hii imefutika. Amen. Mpaka unyakuo. Hatuishi katika ulimwengu wao, wanaishi katika dunia yetu. Amen. Kwa hivyo kuna namna meathiri vipawa. Kwa unapelekwa na una watoto na familia wajui hata unakulaje. Wao ni kuendesha magari shangigi na washangilia wale pale, kumbe huku watu wananyanyasika. Wachungaji wanalia na hawawezi kutoka kwa sababu hawana kazi, hawaelimiki. Sinaeleka. Wanasema tunatii, kumbe mafuta fulani walipakwa ya kuwafanya wawe kama dondocha. Lakini Roho Elia mwaka 2025 hii amekuja kwa toa udondocha. Uchawi wote ndio katika makanisa yanaitwa makanisa, hayatafunga watu. Kwa hivyo mpaka sasa nilipokuwa naangalia, akaniona mingine siwezi kusema zaidi, nitakuwa nasema taratibu kwa nimechanganya mazungumzia. Lakini ukienda ofisini pale utaona 2016 nikasema new era in Africa. Utawala mpya katika Afrika. Nimeandika pale. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 10. Na pia kuna mwezi wa 7 pia mwaka huo pia niliona kitu kama hicho 2016. Na miaka hii pia nilikuwa nikiona sana. Lakini nilipotulia ndipo akanionyesha, umeona nini? Nikamwelezea. Akasema hiki ndicho sasa kipo. Kwa hiyo inabidi hata wale watakatifu, wahubiri wakubwa watakatifu, unanisikia vile? Ni waondoe wasio kanajisiwa na hawa. Kwa hivyo tunakoelekea pia kuna wahubiri watakatifu. Itabidi unyakuo usiwakute. Itabidi waondoke. Wana majina makubwa sana. Amen. Lakini kuna wale ambao walishakengeuka. Itabidi wabaki. Unajua Yesu anatisha. Ungetegemea hao waondoke. Lakini wao wanabaki. Wale wa kwake watakatifu wanaondoka. Kwa wale Roho Elia inapokuja inakuja kuinua wale wako nakandamizwa na wale walioko ambao hawafi mpaka Yesu. Hii inaendelea vile hapo. Mpaka unyakuo. Unanipata vizuri hapo? Kunyane makanisa nini? Wale ndio wanainuka watatangaza injili hii mwaka huu mtaona. Kuendelea. Kwa ujasiri wote hawaogopi chochote kwa sababu Elia haogopi. Elia alikuwa haogopi, ile roho ilikuwa ndani ya Elia ilikuwa haogopi chochote. Ilikuwa ndani ya Elisha haogopi chochote. Kwa unagundua walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio kinyume nasi. Sisi watu si wananielewa. Amen. Mnaelewa kweli? Amen. Msaidie jirani yako mwambie unaelewa, mtikise tu. Kwa hivyo mpaka utimilifu wa nini? Wa mataifa. Kwa neema tangu mwaka 2016 nilianza kuambia, tulikuwa ni teshi. Kaambia neema inapungua kwa mataifa. Inarudi kwa Wayahudi.
mtaona ishara hizi na hizi. Wayahudi wanarudi kwao sasa hivi, wanataka mataifa mengine. Maana Gaza inataka inuliwe, ijengwe, like Wayahudi wafanyeje? Wapate mahali pa kuishi, warudi kwao. Sinaeleka bila hapo. Kwa sababu adha kuu inatakiwa kute Wayahudi wakiwa kwao, ili wateswe wakiwa Israeli. Kwa sababu wanaingilia mkataba kwamba miaka 7 wa amani, lakini miaka 3.5 watakipata ambacho hawakutarajia. Inaeleweka? Kwa hivyo omba ombi moja tu na tutalielewa kwamba mapinduzi yameshaanza, mabadiliko yameshaanza, hakuna kinachozuia. Kwa hivyo neema inarudi kule. Kwa tuangalie Rumi 11 kuonyesha Waisraeli wote wataokoka. Basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha. Kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahim, mtu wa kabila ya Benjamini. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali. Au hamjui yale yaliyonenwa na maandiko juu ya Elia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa 11 naruka tu. Basi nasema, je, wamejikua hata waanguka kabisa? Hasha. Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikiria mataifa, ili wao, kosa lao lilikuwa lipi? Walimkataa Yesu siku ile. Mnakumbuka? Wakasema laana iwe juu yetu na watoto wetu. Ili wao wenyewe watiwe wivu. Ili wao watiwe nini? Wivu. Sasa hivi wanataka kuokoka. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Lakini nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu. Sawa? Nipate kuatia wivu walio damu moja na mimi, na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kuchukua kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa ni nini kama si uhai baada ya kufa? Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Sisi ni matawi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu niruke tu mstari wa 25. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue, mtasema nyinyi wenyewe mtajue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Umeipata hiyo? Mstari wa 25 Warumi 11, si ndio? Kama tulivyosoma kwenye Luka kule. Hii ndio siri hiyo, siri ambayo nawajulisha sasa. Utimilifu wa mataifa umeshafika. Sawa? Mnanipata vizuri kweli? Utimilifu wa mataifa umeshafika. Hii ndio siri. Ngoja nirudie. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili. Mkifikiwa Israeli wataokolewa wote. Na ya kwamba kwa sehemu hukumu umepata Israeli. Ni kweli mnavyoona. Mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Israeli wote, mstari wa 26, si kama upo? Hivyo Waisraeli wangapi? Wataokoka kama ilivyoandikwa. Sasa ilivyoandikwa utasoma hapo. Waisraeli wangapi wataokoka? Kwa sidanganyiki kwamba Israeli wataokoka, Israeli sijui nini, wote wataokoka. Wengine wataokoka kwa upanga, wakisema wewe ni mpinga Kristo, nimekujua wewe sio Yeshua Mesia. Wengine wameshaokoka, tunavyoongea wengi sana.
TB Joshua alipoenda kule, alienda kumalizia kuanzisha ile kazi ambayo Yesu alianzisha. Si mnaelewa? Wakamkataa. Ile Marko 6. Alienda Nazareti wakamkataa. TB Joshua kaenda Nazareti wakamkubali, Israeli nzima ikaokolewa. Amen. Kwanza kabla hajaenda waliandamana kwamba huyu ni wa shetani, hatutaki nini. TB Joshua kwa kuwa akasema kwa kuwa Yesu ameniambia ninaenda hata kama wanakataa. Na walipona Waisraeli wakaokolewa kwa kupitia pale, wakajua Yeshua yani Yesu alishakuja zamani, wamedanganya. Kwa kitabu cha Agano Jipya likaanza kuhusika sana Israeli kuliko Torah yao, yani kuliko Torati. Yani wao Biblia yao imesha wapi? Malaki. Si mnaelewa hapo? Kwa hivyo Agano Jipya likaanza kuhusika kwa sababu watu wanatafuta kujua kuhusu Yeshua, huyu ambaye anatumia mtu kuponya watu kama vile enzi zile manabii walikuwa wanafanya miujiza. Aliyefanya miujiza mikubwa kuliko wote alikuwa nani? Elisha. Alafu ikafunga. Si mnaeleka vile? Baada ya Elisha hakuna nabii unaona amefanya miujiza. Mnanipata vizuri hapo? Wakasema huyu nani? Na yeye kwa sababu ifanya kile inabidi aondoke haraka. Kwa sababu Nazareti akaingia, Yerusalemu akaingia na akafanya agano na wale watu. Na sasa zote kwa namuuliza hii nguvu umepata wapi? Akasema baba yangu amenipa, anaitwa Yesu, ambaye nyinyi mmemkataa. Kwa hivyo mpaka wakina Benjamin Netanyahu kila mtu akamhubiria Yesu. Unacheza TB Joshua unaanza kunena ujinga kwa sababu ya the blood is in assembly nini Pentecost. Bila ilikuwa ni Yesu mwenyewe anaongea, anatembea Yesu mwenyewe anaongea. Angekuwa ni fake ufikiri huduma ile ingeendelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea sisi tunaofahamu. Ile ilikuwa ni jitu la kipekee dunia nzima. Ndio ilikuwa synagogue la Mungu. Sinaamini tu hapo. Kwa akili wa siri za Mungu sio matope unavyofikiria. Kwenda theolojia na kusoma vitu. Hii ni siri. Ingawa utakilijia kama utaisikia. Ni muhimu kusaidia usije ukajiona na akili. Uanze kubadilisha mtazamo wako, useme kumbe wokovu unarudi. Ndio maana sasa hivi wokovu utafikia ni sio wokovu. Ni injili itahubiriwa kila mtu kwa ushahidi kwamba alisikia habari za Yesu, sio kwamba anaokoka, sio lazima. Amen. Si mnanielewa? Amen. Ni kwamba mataifa wanahubiriwa kila sehemu, nyumba kwa nyumba, lazima wajue kuhusu Yesu Kristo alikuja. Iwe ni kwa njia hiyo nini? Njia ya Christmas umeshasikia nini wakawa lakini sasa injili isiyo goshika inawafikia mataifa. China ndio Wakristo ni wengi. Iran ambaye inachinja Wakristo ndio Wakristo ni wengi. Sasa hivi hawezi kuchinja tena. Hivi unanielewa bwana? Syria ambaye inafunga Wakristo maana ndio lango la shetani. Ukisoma Ufunuo anasema umekaa katika sinagogi la shetani, ni Syria. Ndio maana kila rais duniani ambaye atababaishwa na Amerika ataenda Syria. Awe ya Ukraine lazima kukutana na rais wa Syria. Awe ni Kagame ataenda kukutana na Syria. Kwa sababu Kagame wameshamwekea nini? Kidhibiti. Masharti kama Zimbabwe. Amerika imeweka leo. Yaani ukiwa unasimamia ile Afrika inuke, watakutafuta tu. Kwa hivyo Syria pale kuna lango la shetani. Kwa rais Erdogan yule, fikiria mtu ni Muislamu lakini ana jina kama la Wakristo. Lakini anasimamia Ukristo, Uislamu si mchezo. Na agusiki. Syria, Uturuki, rais wa Uturuki. Mnanipata vile? Sio Syria, Uturuki. Turkey. Ndio kuna lango la shetani, madhabahu yake. Anasema najua kazi yako na nini, lakini hapa madhabahuni kuna umekaa kwenye madhabahu ya shetani. Ni Uturuki. Kwa kila rais anaenda Uturuki. Ambaye akiona Amerika na mchengachika anaenda Uturuki. Sio Uturuki kwamba ina nguvu. Sio Uturuki ina mali sana. Ni kwamba kuna nguvu ile ya kuzimu. Si mnanielewa? Mnanipata kweli? Kwa lazima uje malango ya koje.
Paulo anapoona Yona anapokimbia kutoka akaenda Tarshish, sio? Tunaelewa? Tarshish ndio Spain iliyoko sasa hivi mnaiona hiyo. Ninawi ndio Babeli au Iraq. Kwa hivyo alikuwa anatumwa Iraq, lakini yeye akaenda Spain. Kwa hivyo tumeandika kwenye Biblia. Na Iraq watu wameokoka, ilibidi Saddam apigwe tu watu wafanyeje ili Ukristo uenee. Kwa tunapoongea, iwe ni Libya pale, iwe ni Misri, iwe ni Sudan pale, iwe ni Morocco, injili imeingia. Na mimi nasema Afrika inaga Warabu unajulikana Warabuni kwa wapi? Kwa Afrika yote hii ukiangalia mfalme wake alikuwa mfalme wa Afrika. Tutakuja kuzungumzia hilo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ila Donald Trump yuko kwenye Biblia. Obama yuko kwenye Biblia. Bill Clinton na mke wake yuko kwenye Biblia. Alafu Italy ile Vatican ipo kwenye Biblia. Niliwaambia mkiona papa naenda papa huyu, mjue kinachokuja ni hatari, si ndio? Aya mwaka huu. Nimesema mwezi huu. Mwaka huu jiandaeni papa mpya. Sina eleka? Kwa nini ninachokutazamishia? Muda ni mfupi. Lakini mataifa wanafikiri, wana akili, wokovu bado uko pale pale. Sasa hivi kitakachotokea watu watahubiri wokovu, anakuwa nimesikia. Kwa nini ile watu waje kwenye mkutano wako? Ita waimbaji wanaojulikana hawa kulipwa ambao sio waimbaji wa Yesu. Waje jape pale madhabahuni waimbe kama watu wa duniani nini, na watu wanakuja kuwaona wale. Na hawaji kwa ajili ya Yesu. Nishaambia kiona wimbo wa mwimbaji umeimbwa baa. Hata wewe wimbo wa kuabudu umeimba wapi? Ujue huo wimbo hautoki juu, unatoka chini. Na umfuatilie huyo mwimbaji yukoje. Si hata mnaeleka. Mnapata vizuri kweli? Ujue amekenge huko huu wimbo sio. Awe msinachi wangu. Awe nani? Ina maneno matamu lakini ya sio Yesu. Kwa sababu ile Roho Mtakatifu inabadilisha kutoka wapi? Ndani. Inakuhukumu. Yaani inakufanya ubadilike. Kwa shetani yuko kila sehemu sasa hivi kusikizisha watakatifu namna kwa najisi. Ndio maana usome Ufunuo 22 tena kwa wakati wako. Maana sasa hivi hata ukimwambia mtu usijifanye hivi atabadilika. Kwa hivyo hivi tunaenda kwa sababu lango linataka kufungwa la kubadilika. Sina ngana watu hapa. Utaona mtu mwenye roho ya uzinzi hata kaa akombolewe. Sina naelewa, akaacha uzinzi wake. Muongo ataendelea na uongo wake. Mdhalimu ataendelea na udhalimu. Kwa hivyo lango linaenda kufungwa muda sio mrefu kwa sababu neema inayosababisha waje hayo inaenda kuondoka. Ni neema. Imani nasikia kabisa. Unapohubiri unasikia. Nasema niokoke, lakini uokoke. Nini kinasababisha uokoke? Neema. Sasa hiyo neema inaondoka kwa mataifa inarudi wapi? Kwa Israeli. Imani iko pale pale. Si mnanielewa sasa? Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kuko pale kutoka kwa Yesu. Lakini kuokoka je? Ndio maana neema sio kitu cha kuchezea. Nimeongea na mtu hapa? Kule nje. Nimeongea na mtu hapa? Nimeeleka jamani. Mimi hapa kuna wakati nikasema nikapigwa tu. Sasa hivi sijui kama nitasema itakuwaje. Hivyo 2020 usome mkataba ambao wanadamu hawajausoma. Marais hawajausoma. Usome katika roho na huyo toe taarifa zake. Nimesoma mkataba huu unaenda kuwa hivi. Alafu kile ndicho kinachotokea. Jamani, Afrika hii hakuna anayekuwa rais sasa hivi. Amen. 2025 bila maamuzi yetu. Amen. Ukiona niko na nyie, mnanisikiliza kokote unakosikia. Una mashaka na hii. Ujue umechaguliwa. Tuko sawa. Lakini sasa sikilizeni. Hakuna rais mwaka 2025 kuendelea.
Hata huyu jirani tunasikia Kenya wapi. Unajaribu kumwambia Bwana mimi sitaki kumwombea tena. Kwa sababu vitu vyake katika roho inaonyesha huyu mtu anasimamia ni ile ya watumishi pia. Mungu anamwambia tubu, enda katika njia yangu, anaonekana yeye ni mtumishi hataki kutubu. Si mnaelewa hapo? Ndivyo wakishaonja wanakomaa tu, wanafikiri wakifanya kile hata anakubalika na watu, Mungu akubali, utaenda popote kwa kama Sauli. Amen. Na huu mwezi wa 3 ni hatari sana kwake. Kafika juzi nilikuwa naambia mimi nimefika mahali siwezi kumwombea, nimwombea Bwana mimi siwezi kumwombea huyu. Lakini kazi yangu ni kuombea. Lakini kuombea mtu unaona katika roho na dharau watumishi. Si mnanielewa? Sijuzungumzii damu na nyama, hukumu kwa kuona, damu na nyama na kusikia. Mimi na hukumu kwa kuona katika roho. Hukumu yangu mimi ni tofauti na ya kwenu, naangalia pia kwenye neno la Kristo. Nyinyi mkiona mtu amefanya kitu mshasota mkono. Si mnanielewa kweli? Jamani, ni safisha, sema safisha. Na hivi sasa msaada wa Amerika upo. Sema safisha. Afrika lazima isimame. Amen. Wamewekea Rwanda vikwazo. Rwanda itastawi sana kuliko nyakati zote. Hicho yote kaiwekea vikwazo, watashangaa tu inainuka. Afrika ndio amsha Afrika hiyo. Amen. Na hakuna kipande cha Afrika kitaenda Warabuni, kitaenda China, kitaenda Ulaya, Amerikani. Hakuna kipande cha Afrika. Iwe ni dhahabu walichukua, iwe ni wanyama, iwe ni ardhi au chochote wakajiingiza kama uwekezaji cha Afrika, watakitema. Subirini. Sio muda mrefu, ni mwaka huu hamjaona kitu. Unafikiri wale ile mashoga walikuwa wanaleta mambo ya maandamano, si ndio? Sasa msaada sasa upo. Watu wenyewe ile roho ya Elia isiogopa inaenda kuinuka kutaka cha kwao. Na wao wanasema hii ndio kweli. Wakina Tauri, Ibrahim Tauri wanaenda kuinuka wengi. Mwaka huu 2025. Amen. Mapinduzi yameanza Februari hii. Amen. Na katika maisha. Sasa point imeshakamilika, umeshaona mpaka ukamilifu wa mataifa. Kwa hiyo point ni kwa Waisraeli wote watafanyaje? Wataokoka. Warumi 11 mstari 25 na 26 kuendelea, mtaona wote watafanyaje? Wataokoka. Ila mataifa sio mataifa wote wataokoka. Mataifa sio wote wataokoka. Ila Waisraeli walio hai wanafanyaje? Unyakuwa kwanza Samuel wa kwanza 15. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi nini kilifanya huyu jamaa akawa mfalme? Mafuta, si ndio? Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Naongea na wewe. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu. Unasikia Bwana wa majeshi ametia moyoni mwake. Yaani huyu ni Bwana mwenyewe. Moyoni mwake Bwana wa majeshi ametia moyoni mwake. Imeleka. Sio Sauli. Sio Samuel. Moyoni mwa nani? Mwa Bwana wa majeshi. Inaeleka, asema nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo, Amaleki walivyowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Vitu vingapi? Wala msiwaachilie, bali waueni mwanaume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda,
kila kitu cha Amaleki. Sema wa Amaleki. Wa Amaleki hapa ni watu kabisa, lakini hii ni roho bado ipo mpaka sasa. Tunaposema Koreshi alikuwa ni mfalme, si ndio? Na hiyo roho ya Koreshi iliyomfanya ni Mungu alimweka Koreshi, mtoto aliyezaliwa akatakiwa afe, yule aliyepewa kumuua akampa mchungaji wa babu yake, mchungaji anayechunga wanyama wa babu yake alikuwa mfalme. Yule mchungaji akasema hapa nimeweka kwenye tanzi. Mama akasema mtoto wetu ndiye mzaa huyu, ndio tumuue ionekane tumemuua huyu, maana hakuna anayejua ni mzaa. Koreshi akasurvive. Amen. Akaja kwa mfalme na Mungu anasema alimweka yeye. Maana yake roho iliyokuwa inafanya kazi kwa Koreshi pamoja, Koreshi hakumjua Mungu. Na Mungu anasema hukunijua, lakini nalikuita mimi ili nijitukuze kupitia wewe. Kama Farao alimuinua Farao na akamfanya awe na moyo mgumu anyanyase watu wake, mwishoni anajionyesha kwa Farao sasa yeye ndiye Mungu, ili dunia nzima isikie alichokifanya kwa Farao. Amen. Si bado naongea mtu hapa ajue Mungu wake. Mnanipata vizuri hapo? Sasa ile roho ya Koreshi ya kutaka kufanya ya Mungu asiyemjua ipo ndani ya Donald Trump. Si naongea tu hapa? Na kuna watu Mungu amewainua wawe pamoja na Donald Trump wenye pesa. Maana pesa ina nguvu kama hekima. Amen. Na wakati kama huu ni miamala Mungu anafanya, akitoa kwa mataifa wasiomjua, akiweka kwa watu wake ambao ni viumbe vipya katika mwanae. Amen. Si kama anaeleka na kanisa? Ni mwaka wa 2025 ulishaanza, lakini mwaka huu anataka dhihirisha kuonyesha tofauti wanaomcha na wasiomcha. Kwa haijalishi kiwango cha pesa ulizonacho, haijalishi kiwango cha maarifa ulichonacho, lakini Mungu anataka fanye kila anataka kufanya katika maisha yako ili maisha yako yapate kung'aa, maana yeye ni Bwana Mungu asiyeshindwa kufanya chochote, aliyekuita ukiwa tumboni mama yako kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa, alishakuchagua akakubariki na baraka zote za rohoni, na muda ulipowadia ukaokolewa. Ukamkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi. Usifikiri kitu rahisi. Watu wengi wangeweza kukiri, lakini wewe umekiri, wengine hawajakiri. Amen. Maana yake unathibitisha chaguo. Kwa wakati wako umewatia, ambapo ana rehemu Sayuni. Wakati wa kuirehemu na kuipendelea Sayuni ni wakati huu. Wakati wa kurehemu wewe ni wakati huu. Wakati umewadia ambaye Bwana anakupendelea wewe, sio kwa uwezo wako, sio kwa nguvu zako, sio kwa pesa zako, sio kwa elimu yako, bali ni kwa roho wake aishivyo Bwana maisha iko ndani yako. Anafanya kila kitu kuhakikisha maisha yako yabadilike. Na lazima yabadilike kwa sababu yeye ni Mungu asiyeshindwa kamwe. Kwa hiyo masaa ya mapinduzi na mabadiliko yameshafika kuanzia mwezi huu. Maisha yako haijalishi yalivyo, haijalishi hawa tunataka kuzungumzia wa Amaleki wamefanya nini katika maisha yako ulipozaliwa, au kabla hujazaliwa ukiwa tumboni mama yako, walifanya kila kitu kupigana na wewe ukiwa njia ile ya kwenda Mungu alipokuwa andalia, lakini walipigana na wewe. Si mnanielewa vizuri hapo? Katika Kutoka 17 mnakumbuka Musa aliposimama akiinua mikono yake, na Uri na Haruni wakiwa pamoja naye, kwa ajili ya kutegemeza mikono yake sije kashuka, maana kishuka Waisraeli wanapigwa na Amaleki. Yoshua alikuwa akipiga vita. Mnakumbuka katika Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka 15. Mnaikumbuka hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli waliambiwa msipigane na Amaleki wala Waamori. Waamori walikusanyika wakija kinyume na Israeli, Israeli ikakwepa. Wana wa Seiri, mlima Seiri, mlima Edom, mlima wa Esau, wana wa Esau nao walikusanyika wapigana na ndugu yao Yakobo, Israeli. Mungu akawaambia mkipigana nao sitawapa chochote hapa. Kwa hiyo msithubutu kupigana. Mlima huu nimempa Esau na uzao wake. Kwa wakakwepa.
Ile ilikuwa ni mbinu ya Mungu kuwazungusha miaka 40 kwa sababu walikuwa wameasi. Mnanielewa hapo? Kama msipigane nao, sitawapa kitu, na pia mkithubutu kupigana nao watawatuanga kweli kweli. Kwa Musa wakageuza. Lakini walipogeuza, Waamori wa Amaleki wakaenda kwa chokoza. Wakawa kundi kubwa mbele ya Israeli, ampiti. Tunawaangamiza. Ukumbuke sasa hivi wanaye malaika anayewaongoza kuwafikisha mahali Mungu aliwaandalia. Lakini Waamaleki hawaogopi hata huyo malaika, kwa sababu wao pia wana roho ya Lucifer ndani yao. Si mnanielewa? Kwa ukiangalia hivi unaona kama wanadamu, lakini roho inawapelekesha sio wanadamu. Ni roho ya Lucifer, ni roho ya malaika walioasi. Ukiangalia Israeli sasa hivi vita wanaopiga, hawapigi ya kawaida, wanapiga kati ni wema na uovu. Hamas, Hezbollah, makundi ya ugaidi ambao wameinuliwa na Amerikani. Ukiangalia kabisa, na hata Waisraeli wamesema ni wana wa Amaleki, wana wa yale majitu tangu wakati wa Nuhu. Sinaongea tu hapa. Wakati wa Nimrod, wakati wa Daudi, Goliati, mnakumbuka? Sasa Waisraeli wanakutana nao. Ni mijitu iliyopanda Amaleki. Wanapingana na Waisraeli. Musa anainua mikono yake, Yoshua anapiga vita, anawaangamiza, lakini mikono ikishuka tu. Maana pasipo maombi na pasipo mtu kusimama, unafikiri unapiga vita unashinda wewe, kumbe kuna mtu amesimama. Usiposikia sauti ya yule aliyesimama mbele zako, unafikiri unapiga vita, kishusha unapigwa. Na hao walionaye pia wasipoinua mikono yake, kutegemeza mikono yake, mnapigwa. Usisahau kwa nini Yesu alikuwa na watu anatembea nao wa 12 wana mapanga. Alafu kuna wanawake wanamhudumia kwa mali zake ila hubiri Injili. Kama hujaelewa ninachokisema hicho. Sasa nyakati kama hizi, Mungu anainua roho ya Elia. Roho ambayo anaweza kuua roho ya Wamaleki, yani manabii wa uongo. Anawachinja hata kama mwanamke yule Yezebeli yupo madarakani. Hata kama ana dini kiasi gani na dhehebu lake, lakini mwanamke Yezebeli hawezi kusimama. Huwezi kusikia mbele Elisha alisimama, mbele Elia alisimama. Lakini roho ya Elia inapokuja, aji kama yeye inaingia kugawanyika. Inapogawanyika, wale inapoingia ndani yao, mtu anaitwa Yezebeli na manabii wa uongo hawasimamagi mbele ya Elisha. Maana yake tunasema wakina Elisha wanainuka wengi kwa sababu Elisha alikufa na upako wake. Kwa hiyo Mungu anaamua kuleta upako wa Elia kanana ya Elisha sasa katika 2015. Na sababu ya kuleta ni kwa sababu kuna watu wamepigana wewe ukiwa tumboni mwa mama yako. Na kuna watu walipigana wewe ulipozaliwa. Kuna watu walichukua nywele za kichwa chako kukuroga. Kuna watu walichukua unyayo wa miguu yako kukuroga. Kuna watu walichukua kitovu chako wakaenda kufanyia mambo wakijua wamekizika, lakini kuna kitu walikifanyia. Hiyo ni Waamaleki wanataka kuzuia kuinuka kwako kwa kusudi la Mungu lililokuleta chini ya jua, wanataka kulizuia. Kwa Mungu akasema na Musa, yaandike maneno haya katika kitabu kuhusu Waamaleki walichokifanya kwa Israeli. Hawajafanyia Israeli, wamenifanyia mimi. Kwa hivyo mimi Mungu nitakuwa na vita nao siku zote za maisha yao, kizazi baada ya kizazi. Sijibani niko hapa naongea na watu hapa. Bado naongea na watu hapa. Katika Kutoka 17 nataka tufungie mstari wa 15 tu. Mstari wa 15, mstari wa mwisho kabisa pale, ili uweze kuona hicho kitu, uweze kuona ninachokisema. Tuanze mstari wa 14. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa masikioni mwa Waisraeli, masikioni mwa Yoshua, kwa sababu Yoshua ataingia Kanaani. Naongea na watu hapa. Huyu lazima tuhakikisha mtu wa kutangatanga si miliki mali. Huyu lazima asiwe mtu wa kueleweka, na uzao wake hautafika mbali. Lakini Bwana ameapa, sio wewe utapigana, bali ni Bwana anapigana na Amaleki kizazi baada ya kizazi.
kizazi, na amesema anakifuta chini ya jua. Maana yake ni nini? Anapokifuta kizazi cha Amaleki, hakuna anayepingana na wewe kile unakoenda. Ndio maana akamwambia Yoshua, tangu sasa hakuna atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Tangia sasa naongea, hakuna atakayesimama mbele ya kanisa ya Yesu Kristo. Hii roho hii inasimama ndani ya kila mmoja. Hakuna atakayezuia kufanikiwa kwako, hakuna anayezuia kucha kwako Mungu, hakuna anayezuia kuomba kwako, hakuna anayezuia maarifa ya Mungu kuichilia, hakuna anayezuia wewe kufanikiwa kwako. Tangia sasa naona roho ya Amaleki kipigwa saa zote. Naomba kae kwa dakika chache nikwambie. Alipokuja chumbani, kulikuwa kumepambazuka. Mungu akapiga kelele. Nikasema nini hicho? Nikataka kuangalia saa, nikagundua ni saa 11. Nikakumbuka kuna mgeni huko ndani. Lakini kwa sababu imepambazuka, nikasema potelea mbali. Ghafla hata moto changu mpaka miguuni, ikawa ni moto na waka. Nikasema Bwana uko hapa na sijatambua hili, msamehe. Akasema Amaleki, Amaleki, Amaleki. Akasema Amaleki. Akasema ni saa ya Amaleki kuondolewa katika maisha yako na maisha ya watu wangu. Amen. Wakati naongea sikuelewa zaidi. Nimewahi kusoma, lakini hii ya kufuta sikuwahi. Nimewahi kuisoma sana, lakini hajawahi kukaa ndani. Mnanielewa hapo? Nikasema kuna mtu alitumwa kwenda kwa ua, hakuwa wa Amaleki, na Mungu akamuondoa katika ufalme wake, anaitwa Sauli. Kwa nikasema nisome Samueli wa kwanza ile 15. Nikaisoma dakika chache, nenda 17 Kutoka mstari wa 8. Nikaisoma, Bwana kuna kitu cha kuongezea? Akasema ndio. Kwa hivyo akanipitisha kwenye Biblia kila sehemu Amaleki wapo. Kwa dakika chache nimekaa sasa. Wewe sasa nimekucha, nimekaa kwenye kochi. Si unaelewa? Mke wangu alikuwa shahidi, anaona kama anasoma Biblia. Sinaeleka kwa watu hapa. Alafu wakati huo nikiwa akanipitisha katika kila eneo Amaleki wapo. Nikaona uovu wa roho ya Amaleki. Si mnanielewa vizuri hapo? Ni kama anavyosema roho ya Ashuri katika Isaya 10 inavyotamalaki, ambaye ni China, ambaye anachukua rasilimali za mataifa kama Afrika, inawapa mkopo, lakini anataka kuchukua uwanja wa ndege, anataka achukue bandari, anataka achukue kila, alafu anasema viongozi wake wote wako mkononi mwangu. Ni kama mayai yaliyoharibika, najichukulia tu rasilimali zao katika Isaya 10. Ni roho ile ya Ashuri unaiona ikitawala. Sasa hapa akasema Amaleki wanaondoka. Na Amaleki wanapoondoka, roho ya Ashuri haiwezi kufanya kazi. Kwa roho zile zingine zinategemea sana roho ya Amaleki. Roho ya Amaleki kiwepo, bado kuna uasi fulani juu ya watu walio wa Yesu Kristo. Siba naongea sahihi. Unaona Israeli inapigana roho ya Amaleki, lakini sasa Koreshi lazima asimame, ambaye alikuwa mfalme wa wafalme wote dunia, akawatiisha kwa sababu roho wa Mungu alikuwa juu yake. Simanipata? Kunaona Donald Trump akiongea dunia inatetemeka. Kwa sababu Bwana alishatangulia kutupa neno, akasema yeye ametamalaki, dunia inatetemeka. Amen. Hiyo ni Zaburi 99. Mstari wa kwanza wa 5. Mataifa wanatetemeka kwa sababu Bwana ametamalaki. Amen. Na ametamalaki kwa sababu yangu na wewe. Sasa anza kuelewa kwa nini anatamalaki. Roho ya Amaleki haiwezi kusimama. Umewahi kugundua kwa nini unanena kwa lugha? Umewahi kugundua unasema pa 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 pa? Umewahi kugundua? Nikuulize, umewahi kuangalia hata movie, maana bunduki inawezekana hujawahi kushika. Nini kinaendelea pa 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 pa? Si ni bunduki? Risasi. Kwa ndivyo hivyo shetani popote pale ni pa 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 pa. Boom, chakata. Boom. Ni kunena kwa lugha. Ni kunena, maana yake unampiga asubuhi, mpiga mchana. Maana yake Bwana ana vita na Amaleki. Na Amaleki anakutafuta wewe, atafuti mtu ambaye hajaokoka. Anatafuta yule ambaye ni wa Bwana wa majeshi. Amen. Kuanzia sasa tutamwambia maana sio sisi bali ni Bwana anapiga vita. Kuna mtu anamiliki nyumba yake.
mtu anakuwa na nyumba yake hapa. Kuna mtu anakuwa na kiwanja chake hapa. Kuna mtu anakuwa na dhahabu zake hapa. Kuna mtu anakuwa anajengeka mali hapa. Kuna mtu anakuwa na magari yake hapa. Kuna mtu anakuwa na taasisi zake hapa. Sijui ni nani, lakini roho ya Amaleki inaondoka. Njia inakuwa wazi. Na najua una akili, lakini ametuonya, ndugu yangu Paulo ametuonya tusije tukajiona sana tuna akili, maana yake tunayo. Katika wokovu tunayo. Amen. Unakumbuka kaanza kusema kabla ya mwaka mpya, akaanza kusema roho ya viumbe. Akaenda mwaka ulioingia akasema malaika. Kuna siku nikaja hapa akasema ongelea kuhusu malaika. Malaika wa kusaidia, malaika wa kubariki, malaika wa kupiga vita, malaika anayokuzunguka. Mnaelewa vile hapo? Sijui mnachukua zile CD mnasikiliza au mkitoka mmetoka. Ni uchungu unaendana na kumiliki na kutawala mwaka huu. Ukwepi. Haijalishi umefanya nini, hicho kitu kinakoma katika maisha yako. Haijalishi Amaleki umefanya nini, wamekuzuia kumiliki miliki yako. Wamekuzuia usipite ile njia unatakiwa kupita. Unapita hapo hapo. Maana Bwana amekusudia sasa hivi roho ya Amaleki kutokuonekana maishani mwako. Nasema kwa jina la Bwana majeshi, roho ya Amaleki haitaonekana tena juu yetu. Haijalishi uchawi waliofanya, hicho chochote cho walichokichukua kimewageukia kwa tanzi na kwa moto juu yao. Ni saa ya wewe kupaa kwa jina la Yesu. Hebu omba sahihi, angamiza ribo, teketeza raba kata ribo saa ya roho ya Amaleki. Ujue sio wewe unaomba, ni Bwana anatenda. Ni Bwana anapiga hiyo vita. Ni Bwana anapiga hiyo vita. Ni Bwana anapiga hiyo vita. Umechoka kupanga Bwana. Ni saa ya wewe kuwa na jumba lako. Ni saa ya wewe kuwa na magari yako. Ni saa ya wewe kuwa na biashara yako. Ni saa ya wewe kuachiliwa. Amesema katika Malaki na achilia wanaye. Maana yake yeye anapiga vita vyetu. Anapiga wa Amaleki. Amekusudia vita juu ya Amaleki. Wawe katika ikulu, wawe bungeni, wawe mahakama, wawe kokote. Anawapiga pigo. Wawe mtaani kwako, wawe katika ukoo wako, wawe katika kabila lako, wawe mtaani kwako, wawe katika wilaya yako, wawe pale unapofanya biashara. Wa Amaleki, roho ya Amaleki inatandikwa na haitakuweko tena. Kara pa shalakatara rakatara baba yeketere baba rekotere baba. Kusudia na Bwana jambo hilo. Rekatara para yetere bubu. Madhabahu ipo. Yehova nisi leo koshaka. Maana Bwana ameapa ya kuwa nitafuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Roho ya Amaleki inasababisha usifanikiwe, inasababisha usimiliki. Ukimiliki wanataka wachukue, ukimiliki wanataka wakudhulumu. Inuka. Wacha Bwana kutumia sasa. Musa alinua mikono yake. Yoshua kaona anapiga vita, kumbe Bwana anapiga vita. Rete karabasaya, kulingana na mijitu ili Yoshua singeweza na Waisraeli walivyokuwa wanatembea wamechoka na silaha hawana. Ni Mungu peke yake ameshinda kifo na mauti. Aitwaye Bwana majeshi amesema anafutilia mbali roho za Amaleki juu yetu, juu yangu, juu yako, juu yetu, juu ya kanisa lake. Maana nataka msizuiliwe na chochote. Ni saa ya kanisa la Yesu Kristo. Popote unaposikia, ulipo chini ya sauti yangu, inuka kachukue miliki yako. Maana roho ya Amaleki haiwezi kutawala ndoa yako, haiwezi kutawala ujana wako, haiwezi kutawala uke wako, haiwezi kutawala ume wako, haiwezi kutawala
maisha yako, haiwezi kutawala watoto wako. Ni Roho wa Bwana wa majeshi, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, amesimama kwa ajili yako. Lazima umiliki na kutawala. Watoto wako hawezi kuwa dondocha kuleta utajiri. Mtoto huyu pia na thamani. Roho ya Amaleki inaondoka kwake. Kila udondocha katika nyumba yoyote kahama, katika mahali popote sauti hii inapofika, udondocha kwa watoto kuleta mali, udondocha huu unaondoka, uchawi huu unaondoka, ulozi huu unaondoka, uganga huu unaondoka, roho ya Amaleki inaondoka. Inabaki Roho wa Bwana, tukuzwe yeye. Roho ya Elia inakuja, karabakatalababa. Roho ya manabii wa uongo haiwezi kustahimili tena. Roho ya uongo haiwezi kustahimili tena. Roho ya uongo haiwezi kustahimili tena. Kama walikofunga kwa kuwekea mafuta ya upako, walionenea, walioguzia maneno kwa njia yoyote ile, unafunguliwa leo. Unafunguliwa kokote uliko, unafunguliwa leo. Iwe ni uchawi wa kunyunyuzia, iwe ni matambiko, iwe na aina yoyote ya uchawi uliofanyika juu yake, iwe ni nywele, iwe ni nywele, iwe ni nywele, iwe ni kipande cha mwili wako, iwe ni damu yako, iwe ni kucha, iwe ni ngozi, iwe ni nini, iwe ni chupi, iwe ni kiatu, iwe ni nyayo, iwe ni macho, iwe ni machozi, iwe ni chochote kile kilichotumika kuleta uchawi juu yako, kinaharibiwa na hicho kilicholeta uchawi, kinaharibiwa. Roho ya Amaleki inafutiliwa mbali. Raka sheke haitazuia watakatifu. Jeisiki ilo fadla zuiliki tena. Remamu tema zuiliki tena. Raka tapapapapapa. Omaka rakotelesha. Ledobobo shaka. Meradirima. Keleka teleba. Shatalokota. Rupa. Leta. Torada. Terta. Fra. Shata. Pe. Tiria. Toraka. Rapapa. Tilia mbali. Kwa moto. Kwa silaha za moto. Rata. Wana majeshi anapiga vita vyetu. Wana majeshi anapiga vita vyetu. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli. Rata katototo tetetapa. Repo teta para barakate. Repo koshike riba raba raba. Oh, Mungu wa roho ya watakatifu. Oh, roho ya watakatifu. Mungu wa roho za watakatifu. Raka teke 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 teke. Reka teke 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 teke. Reka teke 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 teke. Reka teke 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 teke. Reka teke 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 teke. Reka teke 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 teke. Reka teke teke. Uchovu, kupoteza muda, hautapepo tena. Raka teke 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 teke. Kukupotezea muda, kukuzungusha. Kora kateli bobo shata. Reka teke 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 teke. Raka teke 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 teke. Unapita katika njia unatakiwa upite. Unafika unakotakiwa kufika kwa wakati. Raka taka 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 taka. Sheke 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 sheke. Yaka paka paka parakata. Reko poroko tereba. Reko toroko shekita. Reka toroko shekita. Rapa katarakata. Reka toroko taka 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 taka. Kila kipande cha ardhi unatakiwa kumiliki na kimiliki. Kila kipande cha ardhi unatakiwa kumiliki na kimiliki. Kila dhahabu unatakiwa kuwa nayo na kuwa nayo. Nyumba yako lazima ujenge na miliki yako. Laka maka taka lako sheke laka. Maana Bwana aliyekuandalia mahali ni Bwana wa majeshi mwenye nguvu. Ni Bwana hodari wa vita, ni hodari wa vita, ni Bwana wa majeshi, Bwana wa utukufu, anajitolea utukufu mwenyewe. Raka pashakata. Huo umaskini huwezi kukalia tena. Umaskini wowote ulioletwa na Amaleki. Raka tere boshaka. Kila aina ya uzee unaondoka kwako. Uchovu unaondoka. Bwana ni Bwana kurejeshaye ujana wako kama tai. Karako manda leko sheke yana. Yoko paraka sheke. Kila utukufu uliopotea unarejesho. Kila shina uliopotea unarejesho. Utajiri na mali uliopotea unarejesho. Nguvu zinarejesho. Uwezo wa Bwana unarejesho kwako. Karabashaka. Baraka za Bwana zinarejesho kwako. Hekima ya Bwana inarejesho kwako. Yeke paraka tapaka shakata. Haijalishi familia yako imekutelekeza, ni wachawi kiasi gani, ni waganga kiasi gani, wana ambush kiasi gani, wana ulozi kiasi gani. Haijalishi viongozi wanaotawala wameroga watu katika taifa hili, wameroga watu katika makanisa, wameroga watu katika mitaa. Ulozi wao hafanyi kazi na wao wanakuwa sio chochote wala lolote. Raka para maana enzi yao imevuliwa, kiti chao kimeangushwa na utukufu wao umeangushwa na enzi yao imevuliwa, umaarufu wao umeondolewa. Yeke zeke yeke zeke yeke zeke yeke zeke
rezofezeke yekezeke yekezeke rekezeke malaika wakuu watakatifu malaika wakuu watakatifu Bwana majeshi rekezeke yekezeke rekezeke regezeke katorozo revazele rezovala zele zovalea lezovele yeka lozovela yeka yezovala tela zovalema yizove yezove yezove yizove mezove yezokofere zovere zale vama zokeva yitofera zerito yeshone zovashe yezovesha lezove yizove kesheke yezikia manski kikofa eshotozovete litata sholoti lezo keporozea kenizofekete ngokole kata rekokokoperka rika toroba kila roho ya kifalme kila roho ya utawala inayokufuatilia usimiliki na kutawala resovele za koma imekandamiza na magonjwa imekandamiza na ucheleweshaji imeweka mavi juu yako imeweka kila aina ya ubaya juu yako inaondolewa kwako na kila chochote kilichokifanya juu yako roseka fori manda soko yeka yeta rose kefa riba kila mkono unaotumika kuzimu unaachiliwa sahihi na kila miguu inayotumika kuzimu inafunguliwa sahihi maana utajiri wako ni sasa maana saa ya kuangaza ni sasa saa ya kung'aa kwako ni sasa saa ya mvuto wako ni sasa saa ya uzuri wako ni sasa koto zeka toto zeka toto zeka toto zeka zeke vata rukata revo teko reka to take over take over take over take over take over pitiliza pita chukua teka nyara rete take over take over take over be in charge tamalaki be in charge tamalaki tawala take over nekapa fire leko sokote pakateke parakata sheterakota rezoke parakia rezovele mambaya ke parita goma shalaga ikata kotoreka mara reketereba roza watawala kipepo za malaika zitawali tena anga na ardhi na maji rasilimali zetu razovema wakata rubababasha rebububububusha yeba shaka rita kote tuli mangadere nilisha ya kata rino nono kontra nini kata pereka leketerelisha lekoseketerelisha kokaka yeke hiyo ni kitofu kilichukuliwa likasekerima saya hiyo ni harufu katika sehemu ya siri ndio chochote kile kala baba pandikizo lolote inang'olewa rika koyeka seka roho ya maleki inafutiliwa mbali juu ya maisha yako juu ya kanisa juu ya familia zangu juu ya familia yangu rekeko sekea katoza kinyakosa katakayekata rika takaraka shikete kete papa shakata kete paya reko babasha reke babasha da c'était pour revazikelezeka re mama take over be in charge rezike pa shoto reko pa reko sekete reko kaka re baba shike nakusikia Bwana karaba shike omba tangaza wanangu watapiga vita hivi tena wanangu wataenda katika maskini iliyoenda hawataenda katika vita nilivyopiga wao wanainuka katika amani wanatamalaki katika amani tangu sasa na hata milele tangaza kata kapuruko tereka yekeseke Jehova nisi karaba koterebo shele kapara yekekeke karaba kashike reba saka falme na mamlaka zimeondoshwa korobo sheke nanda de raba kashike shetani anadondoka mumeme karaka
Masheke, wakuu wa giza wamepoteza dira, hawana mamlaka tena juu ya watu wa Mungu, juu ya watu wa Mungu aliumba mbingu na nchi, juu ya watu wa Yesu Kristo. Nuru inaangaza, nuru kuu 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 inaangaza katika fahamu za watu, katika mioyo ya watu. Karabokoteleka rema shekeribosai. Ametamalaki Bwana, ametamalaki Bwana, ametamalaki Bwana. Nani aliye kama yeye? Nani aliye kama yeye? Nani aliye kama Mungu wetu? Ila Yehova peke yake, Muumba mbingu na nchi. Anastahili utukufu na heshima. Maisha duni iliyoishi utayaona tena maishani mwako. Dunia utauona tena. Baba, tunakushukuru, muadhimishe, mshukuru, mrudishie sifa. Kwa fujo hiyo mrudishie sifa na utukufu. Maana ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa na wenye fujo. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Wenye fujo unaichukua kwa nguvu. Piga makofi ukimwadhimisha Bwana na kumshukuru kwa matendo yake makuu. Mwambie asante Bwana. Roho ya mamlaka itaonekana tena, na mateso yake yataonekana juu yetu na juu ya uzao wetu. Njia iko wazi tena, watupingao wapo, wapingao injili wapo, waipinga injili ya Yesu Kristo tena wapo. Harabanderebo, pokea utukufu na heshima na sifa zote Bwana. Haraboshi, katika jina la Yesu Kristo, amen. Piga makofi na shangwe na nderemo. Amen. Ni ombi hilo. Lakini sasa, ndugu zangu, kuna mambo ambayo mnahitaji kufahamu. Na ilisha tu. Mfano, unasikia joto limeongezeka, mazao yako yanakauka. Wewe upumbavu. Upumbavu kabisa. Manake upendi maarifa kabisa. Hajoto. Wakati wewe kwa kinywa chako waweza kubadilisha kila kitu. Joto limeongezeka sana. Tunaweza kulala uchi, hata chini kwenye sakafu. Joto. Mimi sijawahi kusikia joto. Nasikia joto la Bwana, moto wa Bwana. Iko hivi, majira haya ni majira ya joto au majira ya mvua? Si mnanijibu tu vizuri, nimekosea? Mvua gani? Ya vuli, masika? Masika. Zakaria 10 mstari wa 1 nasemaje? Mbona mfanyii mazoezi mamlaka? Wa mataifa wanalia joto, na unalia joto. Mazao yanaungua kule. Wewe wanatakiwa waishi ulimwengu wako. Wewe unatawala kila kitu. You control everything. You are in control. You are in charge. Sema yes Bwana. Yes. Sema yes Lord. Yes Lord. Sema ndio Bwana. Ndio Bwana. Mimi ndio niko in charge. Mimi ndio natawala. Sio mwingine. Anasemaje mstari wa kwanza, tusome wote? Muombeeni Bwana mvua wakati wa masika. Ni wakati gani huu sasa? Masika.
Mtakachofunga duniani kimefungwa wapi? Mbinguni. Na amesema basi kama mzioni muombeeni Bwana. Unaenda kuomba nani sasa? Bwana. Najua utasema Mungu. Najua utasema Yesu. Nauliza, ile hali katika familia yako nani anaibadilisha? Unaongozwa na upendo au unaongozwa na choyo? Unaongozwa na Roho Mtakatifu, roho chafu? Unaongozwa, umelewa kwa Roho Mtakatifu, umelewa kwa maneno ya dunia? Amesema mfanyije? Sirudia tena. Sijasikia vizuri. Ombeni Bwana kuwa wakati wa masika. Na Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu. Hivi mmemaliza kusoma kweli? Kila mtu atapewa nyasi kondeni. So, kila mtu. Kama ni wakati wa masika, nimeelewa. Ana maana manyunyu ile asubuhi mpaka asubuhi. Mnayafahamu yale? Basi muombeeni sasa hivi. Okoeni ndugu zenu. Haya. Come on, muombeeni Bwana. Ongea na Bwana, mwambie Bwana tunakuomba nini? Mvua, ni wakati wa masika, tunakuomba mvua. Come on. Au nielezee kidogo. Elewa Bwana ufanya kitu katika majira yake, lakini wewe kwako anafanya ataingia maji. Tunaeleka? Ni maana ndani mtini. Ilikuwa si majira ya mtini. Lakini anataka yeye. Sasa usisubirie mpaka, lakini kama ni majira ya pesa zako, ni majira ya furaha yako, muombe, mwambie nipe. Hebu muombe Bwana. Amesema muombe nani? Haya tuombe. Muombeeni Bwana sasa kila mmoja. Uliyelima, kama wewe hujalima unasiaga joto, omba baridi. Baridi naye ikija utalalamika. Usieleke. Haya omba mvua ya manyunyu. Manyunyu ya katikati. Manyunyu yasiye katika. Kama ongea na Bwana sasa. Wewe unaitazama, omba Bwana mvua, maana ni wakati wake. Manyunyu ya katikati yenyewe yanaingia kwenye ardhi. Yanaenda taratibu lakini yataingia tu. Yatolowanisha ardhi. Yataingia. Na kinachotakiwa kuchipuka kitachipuka na utavuna tu. Si kulalamika. Nataka kuona ni watu wangapi wamekukaa mbele zao. Baba nakushukuru. Bwana wa mvua nakushukuru kwa ajili ya malaika wa mvua na kwa ajili ya ghala za mvua. Ni majira ya mvua kunyesha katika ardhi hii tuliyoko, katika ukanda huu wa ziwa. Watu wako wamelima. Baba, asante kwa kunisikia na hata sasa umenisikia. Bwana wa mvua, asante kwa malaika zako wa mvua. Na asante kwa ghala za mvua. Maghala yakafunguliwe. Malaika mkafungue maghala ya mvua. Maana Baba amenisikia. Kaskazini mkafungue. Mvua ikanyeshe sasa. Kwa utukufu wa jina la Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, wa kwanza tena wa mwisho, aitwaye Yesu Kristo. Amen. Fikiri kama hujawahi kuokoka, ni saa yako ya kuokoka. Mimi sidi kukuongoza sala yako. Mimi nakuelekeza uweze kufanya maamuzi yako sasa hivi. Kokote uliko, pige magoti yako, utubu dhambi zako mwenyewe, uombe rehema, utasamehewa kutoka moyoni mwako. Na udhamirie kabisa Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umwambie, njoo maishani mwangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu Yesu Kristo. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima na jina langu likabaki. Niwe kwako milele. Niondolee dhambi na nguvu ya dhambi. Nataka uombe peke yako, maana muda ni mfupi sana. Kuna maisha sasa na maisha baadaye. Na Yesu Kristo peke yake ndiye uzima, hata uzima. Yeye peke yake ni ufufuo. Hakuna mwingine wa aina hii. Nikusihi uelewe, dini yako iweze kukusaidia. Pesa zako ziweze kukusaidia. Umaarufu wako uweze kukusaidia. Elimu yako iweze kukusaidia. Udini wako, cheo chako katika hilo kanisa au katika hilo dini haiwezi kukusaidia kukuokoa. Haiwezi kukupa uzima wa milele na amani ya ndani ya milele. Piga magoti hapo ulipo, inua mikono yako. Ongea na Bwana Yesu. Utaona alivyo halisi kwako. Tubu dhambi zako. Ongea naye. Utashangaa maisha yako yanabadilishwa. Na sisi sote tuwaombee wale wanatazama sasa hivi na wanaolioko pamoja nasi hapa wanaokoka. Mwambie Bwana wawe wako milele. Waokoe na yule mwovu. Wajaze na Roho wako Mtakatifu.
Badilisha maisha yao, waone kwamba umewatoa kule mwingizo katika ufalme wako. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya roho hii na nafsi hii na mwenye mwili huu. Ni mali yako tangu sasa. Damu yako Yesu Kristo ikamsafisha na kumtakasa. Baba, ukamkubali katika Kristo Yesu, kaandika jina lake katika kitabu cha uzima milele, na jina hilo likadumu hata siku ile hata ya unyago. Nakusihi Baba yangu, mpe kukujua wewe na Yesu Kristo, maana huo ndio uzima wa milele. Mjaze kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana Yesu, mbatize mtu huyu kwa Roho wako Mtakatifu na kwa moto, awe kiumbe kipya tangu sasa, akufurahie na aweze kuleta wengine kwako, kwa sababu ile furaha, ile amani, ile mabadiliko, ule uzima milele umeingia ndani yake. Umkumbatie, aiwa kwako siku zote, atukamilishwa dahari. Kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, tunakabidhisha kwako. Umuongoze katika kanisa unapokuwa, katika pendo lako, yani katika roho wako, na katika neno lako, yani kweli yako, na akadumu katika pendo lako na katika kweli yako, sasa na hata milele. Nasi tutaweza asamini ya kutokuacha kumwombea mtu huyu. Punde tutakapowasiliana sisi kwa namba hizo zinazopita chini, nisije nikaacha kumfundisha katika injili ya nyoka yako na kumwombea kilichopolewa, nisije nikutenda. Kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, nimemkabidhi kwako wewe mchungaji wake mwema, asipungukiwe na kitu chochote chema tangu sasa. Amen. Karibu katika ufalme wa Mungu, sio dini, sio dhehebu. Katika ufalme wake sasa, wewe ni kiumbe kipya, unapenda. Amen. You carry me when some carry their God. You feed me, Lord, when some feed their God. You fought for me when some fight for the God.